Media TZ, usisahau kusubscribe. Basi leo naona wanaharakati wakilala huko watalala hoi sana. Wakiona hivi roho inawauma sana. Wataanza kauli zao zile za kusema kwamba kumkomboa Mtanzania ni kazi sana. Inahitaji kazi ngumu sana. Nchi ikombolewe mara mbili. Nchi ikombolewe mara mbili. Sasa huyu ni mkuu wa mkoa tu. Tena Dar es Salaam. Hatujafika kwa mawaziri huko, hujafika kwa nani wakiamua kwamba watoke wajitokeze jinsi gani muone kwamba serikali watu wanavyoikubali, wananchi wanavyoikubali. Jinsi gani watu wanavyoipenda nchi yao. Kwa spidi zenu za mitandaoni huko na huko groundini tofauti. Tofauti. Huko mmetengeneza mi account mingine fake mingi. Miroboti kibao. Sasa kuna ule msemo mmoja ambao wa watu wengi wanausema kwamba nataka leo nitolee ufafanuzi kwamba ilikuwaje kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa nini alishinda? Kwa nini alishinda? Na kwa nini alishinda kwa kishindo? Japo watu waliamua kuleta vurugu kipindi cha uchaguzi. Hii ndo maana yake kwamba kwa nini alishinda. Kwamba hawa ndo wapiga kura wenyewe waliopiga kura, ndo hawa wanaoifurahia serikali. Hawa mnaowaona. Sasa sijajua na wenyewe mtasemaje, wamelipwa au imekuwaje? Au ni machawa? Kwa hiyo na kitu kingine tu kwamba swala la asilimia linahitaji tu akili. Akili fupi tu. Chama kikuu cha upinzani Tanzania ni Chadema. Ndio chama kikuu cha upinzani kilichopo Tanzania ambacho hawakushiriki uchaguzi mkuu. Nimetokea kutokuwakubali pale walipoanzisha chuki na kujiunga na watu ambao kwangu mimi naona kama ni maadui wa taifa letu. Ndio hapo nikaanza kuwashusha thamani Chadema na kauli zile ambazo sizo za vurugu. Lakini sasa ndio jiulize kwamba zile asilimia kubwa alizozishinda Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Chadema hawakushiriki uchaguzi, walibaki wana misimamo mikali. Alafu vyama vilivyoshiriki uchaguzi havikuwaweka wagombea urais. Kwa kama kwenye game walibaki mwenyewe, haya unataka ashinde asilimia ngapi? Kwa Chadema mngelalamika, mngeshiriki kwanza. Mngeshiriki uchaguzi yani, alafu mkalalamika bana tumeonewa hapa na hapa na hapa na hapo. Mbona miaka ya nyuma mlikuwa mnashinda sana masuala majimbo nini? Mlikuwa mnaenda hivyo. Mwisho wa siku mngepiga majimbo mpaka mngenyooka kabisa kwamba majimbo mengi hata nusu Tanzania au Tanzania nzima hata asilimia kadhaa. Alafu baada ya hapo mkaingia kwenye ngazi nyingine. Lakini mkasusa, mkisusa mmewapa CCM nguvu ya wao kuendelea. Alafu baadaye mnaona wenzenu mmeshawapa nguvu, mmesusa, wenyewe wamekula, wanaendelea na kazi, mnaanza lawama kwamba hivi na vile uchaguzi haukuwa halali. Uchaguzi utasemaje haukuwaje wa halali wakati ukushiriki? Tuambie uchaguzi haukuwa wa halali kwa sababu ulishiriki, ukaonewa, hukushiriki. Media TZ, usisahau kusubscribe.